Watoto milioni. Hivi naweza kuwa maskini? Hivi unajua Mungu ni jambo dogo sana. Unajua Mungu ni jambo dogo sana. Twende tuache mwa watu 300 tu au 200. Katika watu 300 kila mmoja ana uwezo kutoa zaka 100,000 tu kwa mwezi. Watu 300 ni shilingi ngapi? Milioni 30, si ndio? Milioni 30 milioni 300. Milioni 30. Mara miezi 10 milioni 300. Maana ndani ya mwaka una milioni karibu 400 kasoro. Naweza kuwa maskini. Usimdharau mtumishi wa Mungu, sio maskini. Mungu akitaka kubadilisha mtumishi wa Mungu dakika hizi pia anabadilisha mtumishi wa Mungu. Lakini usibadilike kwa historia yako. Lakini na wewe kuwa mkweli na mwadilifu. Historia yao ya maisha haiwezi kubadilika. Sema kwa nguvu amina. Amina. Kwa nini mimi siogopi mtu akisema naondoka na mimi okay? Wakati wa kurudi utarudi tu. Aidha unakuwa furaha au unalia na jukumu lako na Mungu wako, utajua wewe. Ukielekea kilio chao. Na masikio yake ni Mungu anasikiliza zaidi waliokuwa machoni pake kwa uadilifu. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia naye Bwana. Mwisho 18. Walilia naye Bwana akasikia. Akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho huwaokoa. Torati 28 aya kwanza mpaka ya 6. Chacha. Kumbuka Torati 28 aya kwanza mpaka ya 6. Nayo inasema, ndio. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Mungu wako. Kwa bidii. Kutunza kuyafanya maagizo yake yote. Nikuagizayo hivi leo. Ndipo Bwana Mungu wako. Ngoja kwanza. Kwa hiyo kumbe baraka sio za kila mtu, ingawa baraka pia ni za kila mtu. Amina. Nisikize vizuri. Kwa nini baraka sio za kila mtu, ingawa baraka za kila mtu? Automatically ukiumbwa Mungu aonyesha wema, mvua ya wema na nini? Mvua baraka wema na mabaya. Lakini inamaanisha hii ni mvua ya kawaida ya kikanuni. Ila mvua ya upekee, baraka za upekee sio za kila mtu, isipokuwa ni kwa wale ambao wameamua kukaa ndani ya misingi ya kiungu. Ndio maana itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo hivi leo. Musa anasema na wana wa Israeli, na mimi nasema na wewe, haya nao kuambia si yangu, ni ya Bwana. Baraka zako na uthibitisho wako na ufungulivu wa malango yako ndani ya wewe kutii, kushika, kukubali, kutekeleza na kutembea ndani ya misingi na kanuni na sio nje ya misingi na kanuni. Na anasema ndipo baraka hizi zitakapokujilia na nini? Na kukupata. Hebu endelea kusoma. Ndipo Bwana Mungu wako atakutukuza juu ya mataifa yote duniani. Na baraka hizi zote. Sio tu baraka hizi. Baraka hizi zote. Kwa kuna baraka na baraka zote. Wewe una baraka za namna ipi? Kuna baraka na baraka zote. Baraka inaweza kuwa kwa watu wote, lakini baraka zote ni kwa watu special. Anasema baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kumbe hazikupati tu, kukujilia maana kutamkiwa ni jambo moja, kudhihirishiwa ni jambo lingine. Anasema hazidhihirishi tu mpaka ufuate principle, kanuni, usikiapo sauti. Ukiona mtu analala kanisani ameibiwa fahamu. Ukiona mtu analala kanisani ameibiwa fahamu. Hiyo ni sawa, unakuja kanisani na kuja ibadani. Vitu viwili tofauti. Kuja kanisani utalala, kuja ibadani huwezi kulala. Hata hivyo. Utabarikiwa mjini. Anasema utabarikiwa mjini. Utabarikiwa na mashambani. Kwenye kilimo chako. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Maana watoto wako pia hatakuwa na laana, utabarikiwa. Na uzao wa nchi yako. Maana nchi, uzao wa ardhi. Unachofanya juu ya nchi kitafanikisha, kitakubadilisha maisha yako. Na uzao wa wanyama wako. Maana hata ukiwa mfugaji utafanikiwa kwa njia yako ya kufuga. Wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako. Na wadogo wa kondoo zako. Itabarikiwa
na chombo chako cha kukandia. Maana yake Mungu hata usudhiki njaa. Ukiona umeishiwa kiasi cha kosa chakula nyumbani, kuna jambo ulifanya zamani kuja litengeneza. Yaani mpaka mtu aliyokuwa na ala njaa siku 3 wiki, kuna kitu kwa hiyo ukifanya kioni hakiko sawa. Aidha basi Mungu anakupitisha kwenye kusudi maalum. Halo? Utabarikiwa uingiapo. Anasema uingiapo, utabarikiwa utokapo. Utabarikiwa utoka. Kwa baraka ni haki ya kila mwamini mwenye kutii. Sasa tulize kwa nini Wakristo wengi na waombaji wengi ni masikini? Kazi yao wanaishi kwa matendo ya imani. Tutakuwa na kuvuka na chako. Keki ya kuinuka. Mchana utoka. Chumi ya Israeli. Isikilize vizuri. Narudia tena. Imani bila matendo imekufa. Kuyafuata hayo pasipo maarifa ni sawasawa na kupiga rangi mpya juu ya rangi ya zamani kwenye nyumba ambayo imeharibika. Wakati takiwa upige rangi mpya sema kuongoe rangi yote ya zamani. Wewe unapiga rangi sio mafuta. Leo Wakristo mmejaza mapicha ya watumishi wa Mungu. Mtumishi anakuambia hii picha ukiwa kwenye gari shetani akimbia. Ibada ya sanamu. Kwa unaamini kwenye picha ya mtu, kwenye vitu vya mtu, lakini uamini kwenye msingi wa neno la Mungu. Sasa na yule mnasema yule mwigizaji wa Yesu, yule sio Yesu, yule ni mwigizaji. Yesu hajawahi kuwa na video wala hajawahi kuonekana. Kwa Yesu hajawahi kuwa na video. Yule mwigizaji yule jamaa yule ni mlaunga. Yule mmoja wapo ni mlaunga. Ni mtu anauza. Mwanangu uongo ni kweli? Bugo yule jamaa mmoja wapo yule ni mzaunga. Na mwingine wako kama wanne waliigiza hiyo filamu. Mmoja ni mtu ni gay. Yeye Yesu gay. Mmejaza mapicha huko ndani. Yesu huyu yupi? Mmejaza masanamu picha na watu